Sasa shambulio dhidi ya Iran lilianza bila idhini yoyote kutoka kwa bunge la Marekani na limezua mjadala mkali kuhusu iwapo hatua hiyo ilikuwa halali chini ya sheria za kimataifa. Umoja wa Mataifa unasema nchi hazipaswi kutumia nguvu dhidi ya nchi nyingine isipokuwa kwa ajili ya kujilinda au ikiwa hatua hiyo imeidhinishwa na Umoja wa Mataifa yenyewe. Ifuatayo ni taarifa ya Paul Adams ikiwasilishwa na Ahmed Bahaj. Ndani ya siku 6, Marekani na Israeli zimefanya zaidi ya mashambulizi 2000 dhidi ya Iran. Zimemuua kiongozi mkuu na maafisa wake wengi wa ngazi za juu na kuharibu sehemu kubwa ya jeshi la majini la Iran. Lakini je, mashambulizi hayo yote ni halali? Rais Trump ametoa hoja kadhaa. Lengo letu ni kuwalinda raia wa Marekani kwa kuondoa vitisho kutoka kwa utawala wa Iran. Lakini Marekani haijasema vitisho hivyo vilivyokuwa vinakaribia ni vipi wala kutoa ushahidi wowote. Maandalizi ya kijeshi ya Marekani yaliashiria uwezekano wa mzozo kutokea, lakini hakuna aliyedhani kuwa Iran ilipanga kushambulia kwanza. Miaka 23 iliyopita, Marekani ilipeleka hoja yake ya vita dhidi ya Iraq katika Baraza la Usalama la UN. Safari hii hakuja kuwa na jitihada kama hizo. Shambulio dhidi ya Iran linalofanya na Marekani na Israel ni uvamizi wa kijeshi ambao ni ukiukaji mkubwa zaidi wa sheria za kimataifa. Kuna vizuizi vinavyohusiana na matumizi ya nguvu katika uhusiano wa kimataifa ambavyo ndivyo msingi wa msimu wa kisheria wa kimataifa wa sasa. Na kuna nyakati chache sana ambapo vizuizi hivyo havifanyi kazi. Lakini vipi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran? Licha ya mazungumzo mjini Geneva wiki iliyopita, Donald Trump anasema Tehran haijawahi kuachana rasmi na malengo yake ya nyuklia. Lakini je, ilikuwa karibu kutengeneza bomu? Hakuna anayefikiri hivyo kweli. Siku 6 katika mzozo huu, maswali ya kisheria yamekithiri. Meli ya kivita ya Iran ilizama maelfu ya kilomita mbali na pwani ya Sri Lanka. Mashambulizi ya kulipa kisasi ya hadhari ya Iran katika maeneo ya Ghuba yameshambulia hoteli na vituo vya nishati. Vinaashiria kuwa huu ni mzozo unaoendeshwa kwa masharti yake wenyewe. Kifungu cha 51 cha mkataba wa UN kinakupa haki ya kuchukua hatua ya kuzuia mashambulio kwa ajili ya kujilinda. Lakini inaonekana hakuna msingi wowote thabiti wa kufanya hivyo. Kwa vyovyote vile, Marekani haijatumia hoja hiyo. Sheria za kimataifa mara nyingi huwekwa kando, na labda shambulio hili si la kipekee. Sasa turejee kwake Ibrahim Rabi ili kufahamu zaidi kuhusu mzozo huu. Rabi, vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran zinaiweka wapi sheria hii ya kimataifa kuhusu taifa moja kushambulia lingine?